ndivyo ambapo tuko hapa kujuza habari zote za kimichezo ndani na nje ya Tanzania. Machache kati ya mengi ambayo tumekuandalia kwa siku ya leo, tukianza katika uga wa kitaifa. Kwanza kabisa ni mwendelezo wa ligi kuu Tanzania bara, ikiwa weekend hii michezo kede inaendelea, lakini Dodoma Jiji wao wanashuka dimbani kwa siku ya hapo kesho, ikiwa ni siku ya Ijumaa ya tarehe 16. Wao wanashuka dimbani dhidi ya Singida Black Stars. Utakuwa ni mchezo wa namna gani? Tuko hapa kuzungumzia kiundani zaidi. Taarifa nyingine ambayo tunaenda kuiangazia ni kuhusiana na usajili. Mabingwa wa Mapinduzi Cup Young Africans wao wanazidi kushusha wachezaji. Vipi kwa upande wa pili ipoje? Tutaenda kujuza kiundani zaidi kuhusiana na usajili wa dirisha hili dogo. Na tukivuka katika uga wa kimataifa, kuangazia finali AFCON ambao inachezwa kwa siku ya Jumapili ambayo itakuwa ni tarehe 18. Finali ambayo inaikutanisha timu ya taifa ya Morocco dhidi ya timu ya taifa ya Senegal. Utakuwa ni mchezo wa namna gani, ama ni nani ambaye ataweza kuibuka na ubingwa wa AFCON? Mimi ni Teddy Nyokyungu wa Kibrazil Binti Faustine. Niko hapa na wachambuzi wa zamu ambao ni Carlos Alfred Winga Kishada. Yeye anakuambia kuwa ni akitema mate kushoto anafuta kulia kwa kupa madini ya kimichezo, bila kumsahau mchambuzi Michael. Wote tuko hapa kujuza habari za kimichezo. Hivi ndivyo ambavyo tunazianza habari za kimichezo kitaifa, kwa maana ya habari ambazo zimejili hapa Tanzania. Carlos Alfred mchambuzi yuko hapa, Michael yuko hapa. Habari zenu? Asante salama. Habari zako? Salama kabisa. Nana umekuja kiubunge si ni waziri. Mwaka mpya wa Domiko TV. Na hii ni zaidi ya game. Baada ya kama sitoshangaa kuona kuna teuzi nayo kwa moja ya teuzi. Moja ya teuzi. Wala. Utamuona Michael? Au Michael anasemaje? Tumwachie wakati tunamtambulisha Karoli hapa, nimesikia anasema mate kushoto anafuta kulia na kwa madini ya kimichezo. Anajiuliza kweli ni sahihi? Ni kweli utamsikia akitema mate. Kutema mate kushoto unafuta mate unatema tu. Na ndivyo ambavyo tunaendelea kuzimulika habari za kimichezo kitaifa, tukianzia na mchezo ambao unachezwa siku ya hapo kesho, siku ya Ijumaa. Dodoma Jiji wao wanashuka dimbani dhidi ya Singida Black Stars. Carlos Alfred. Naam. Dodoma Jiji ni mwenyeji wa mchezo na mkaribisha Singida Black Stars. Tunaenda kutazama mchezo wa namna gani? Dodoma Jiji kwanza kwenye mchezo ambao imepita, mchezo mitano ambao wamecheza, umeona kumbukumbu zao ambao za katika uwanja wa nyumbani wa Jamhuri hawakufanya vizuri. Sawa. Inaonyesha na mchezo ambao ilikuwa zile ya KMC tumeona kufanya vizuri. Kuna mchezo pia mwingine ambao mchezo zile zilikuwa ni zidi ya Tanzania Prison. Sawa. Ambao mchezo katika 16 tu. Si ndio? Katika 16 Mwembe ukakata, afu baada hapo wakashindwa kufanya mchezo uendelee, watumie sosi gani mchezo uendelee, ukashinda na timu pinzani ikapewa alama 3. Kwa hiyo mchezo kama miwili au mitatu tuna Dodoma Jiji katika nyumbani na kufanya vizuri. Kesho wanacheza na Singida Black Stars. Singida ambao tayari washapata wachezaji wao wengi, wametumia mashindano ya Mapinduzi kama ni sehemu wachezaji wao kurudisha utimamu wao hivi. Mchezo zaidi ya mitatu. Sawa, mchezo wa kwanza mpaka wanatolewa katika robo finali dhidi ya Young Africans. Kwa maana Dodoma Jiji katika wiki mbili tatu hizi ambazo ligi ilisimama ndani ya mwezi, unaona usikia mchezo wote ambao wamecheza. Labda kama wamecheza basi ni siri yao ndani. Lakini kwa Singida inajulikana. Umeona ongeza Mapinduzi pia tumeona kimataifa wamecheza. Lakini Dodoma Jiji bado kwenye eneo la kuonekana watu wanacheza hatukuona. Kwa hiyo tunaona katika uwezo au timamu wa wachezaji Singida Black Stars tayari wana advantage kubwa umeona kwa mchezo. Kwa nini? Tayari wale kipindi cha mapumziko sije Dodoma relax, sawa? Hawajapata games ambazo zitafanya zoastua hapa na bado ligi ipo. Wao hizo mechi hapo nazo. Lakini Singida tayari washabustiwa. Tukija kwako Michael, Singida Black Stars ni miongoni mwa timu ambazo zinaonyesha ushindani mkubwa kwenye ligi yetu ya Tanzania bara. Ukiangalia kuna baadhi ya wachezaji wao akiwemo goalkeeper pia ameshiriki kwenye michuano ya AFCON akiwa na timu ya taifa ya Tanzania.
tofauti kwa Dodoma Jiji. Je, Dodoma Jiji ana uwezo wa kuikabili Singida Black Stars? Timu hizi zinapoenda kukutana huwa zina viwango sawa. Kwa upande wa Dodoma Jiji hauwezi ukapingana kwamba atashindwa kuweza kumkabili Singida Black Stars. Kumkabili ni easy kwa sababu gani? Kwenye upande wa wachezaji ukiangalia, pia management nzima ya timu jinsi ambavyo inakwenda imekuwa ikijiwekeza, na kwenye uhalisia wa hizi timu ndogo ambazo zimekuwa zikikutana zenyewe kwa zenyewe zimekuwa zikionyeshana ule upinzani ambao sisi tunahitaji wa ligi kuu. Kwa hiyo sioni kama ni Singida ni Dodoma ambayo ipo nyumbani lakini pia itaweza kumheshimu Singida, ni tofauti sana. Ni tofauti. Yaani unamaanisha kuwa kwa kiwango cha Singida Black Stars Dodoma Jiji anaabudu Singida Black Stars. Unajua wakati ambapo unacheza unaonyesha mpinzani wako jinsi ulivyo, na mpinzani anakusoma zewe ulivyo. Kwa hiyo sitaki kuamini kwamba Dodoma anajua kabisa atakwenda kukutana na Singida na ni bado hajamsoma Singida, wakati Singida amekuwa akionekana michezo yake yote ambayo anacheza. Kwa hiyo ni tofauti sana na Dodoma hii. Labda kitu ambacho mimi na mashaka nacho kwa upande wa Dodoma Jiji ambacho kinaweza kikakwamisha swala zima la yeye kuchukua point hata moja kwa upande wa Singida ni swala zima la kiwanja ambacho amekuwa akikitumia. Unajua ni mchezo ambao ameongelea Karoli hapa wa Tanzania Prison. Si mchezo wa kwanza ambao Dodoma Jiji ameweza kupokonywa point akiwa nyumbani, lakini mchezo wa pili ambao anapokonywa point akiwa hapa Jamhuri. Na ukiangalia ni kwamba kile kiwanja kimekuwa na itikadi au tetesi za kuweza kuzima taa kipindi ambacho wanasema ndege ikipita basi rubani anaweza akachanganyikiwa akashushia pale. Kwa hiyo imekuwa ni moja kati ya tatizo ambalo limekuwa likiwakumba sana Dodoma Jiji. Kwa hiyo hilo ndio tatizo ambalo unawaona Dodoma Jiji litawafanya wao kupoteza mchezo, kwa maana ya kwamba watapola points kama walipola dhidi ya Pamba Jiji. Cha kwanza kabisa nilichosikia ni kwamba mchezo utachezwa saa moja. Kama utachezwa saa moja tayari atakwenda kuwakuta yale waliokabili mwanzoni. Sababu ni nyakati za usiku ambazo walikuwa kwenye pointi 3. Sio nini, hakuna haja ya kuweza kucheza saa moja kama unajua uwanja wako umekuwa na matatizo kama haya. Okay, tumalize kwa namna hii. Changamoto Dodoma Jiji ana performance ya kuikabili Singida Black Stars na ana uwezo wa kupata ushindi. Si ndio ulichokizungumza? Changamoto ni kuhusiana na miundombinu ya uwanja. Karol Alfred, tumalize kwapo. Dodoma Jiji unamuona akipata ushindi kwa Singida Black Stars ama Singida Black Stars ana uwezo wa kupata ushindi? Kwa kikosi vyote viwili kuangalia, unajua ukachana na Simba, Yanga na Azam na Singida Black Stars, timu ambayo nyingine na wachezaji ambao wana quality ya ushindani sawa, ambao wanaweza kutoa challenge kwa timu nne za juu, Dodoma Jiji wakiwepo. Ingawa sio ambao wako wengi, Waidi Kipagwile sawa, wana Beno Ngasi katika eneo lao, lakini wana Miradi kutokea Coastal Union beki namba 3. Umeona wana Mhiru yuko ndani. Kwa hiyo ukiangalia kwa mchezaji mmoja na kabisa Dodoma Jiji ana uwezo wa kushindana na timu zingine za top 4 za juu. Kwa hiyo uwezo wa kushindana nao kwa Singida Black Stars Dodoma Jiji wanao. Kutokana na kila mtu anaweza anapata ushindi, pointi 3 anachukua Dodoma Jiji 50 kwa 50. 50 kwa 50. Naam, hivyo ndivyo ambavyo umetazama uchambuzi kutoka kwa wachambuzi wenyewe kuhusiana na mchezo wenyewe ambao ni mchezo wa Dodoma Jiji dhidi ya Singida Black Stars. Mchezo utachezwa majira ya saa 1 uwanja wa Jamhuri. Dodoma Jiji ndiye ambaye yupo nyumbani. Sajili mbalimbali zimekuwa zikiendelea mpaka sasa Karol Alfred. Lakini tuanzie pale Young Africans. Kwanza wao ni mabingwa wa Mapinduzi Cup wakimtoa Azam. Azam ni mabingwa. Young Africans wao ni mabingwa wa Mapinduzi Cup, walimtoa Azam kwenye finali. Mabingwa wapya. Mabingwa wapya. Safi kabisa. Tuanze kwa usajili ambao wao wenyewe wameonyesha. Ni usajili ambao unaona kama unatikisa upande wa pili au unakosea Mike? Ni sahihi. Unatikisa. Unatikisa. Okay, tukianza kwa sajili moja wapo ambayo Young Africans wamefanya ni kwa Alan Okello. Lakini kabla hatujaichambua, yupo Christina Marimbo ana undani wa taarifa hiyo ya Alan Okello ambaye ni mchezaji kutoka Uganda, amesajiliwa ndani ya kikosi cha Young Africans. Christina Marimbo yuko mtaani kuzungumza na mashabiki. Christina Marimbo. Asante sana Teddy Tedinyo kutoka hapo studio za Domeko TV. Na hapa nipo Nyerere Square. Kubwa zaidi ni usajili wa Alan Okello ambaye amesajiliwa na timu ya Yanga. Mashabiki na wadau wa soka kutoka hapa Nyerere Square wanamzungumziaje? Alan Okello ni mchezaji mzuri, kama ataweza kuingia kwenye mfumo wa mwalimu moja kwa moja na ataweza kukopa na mazingira ya Dar es Salaam, kwa sababu unajua amehama ligi, anaweza akawa ni mchezaji mzuri na kunufaisha Yanga. Yes. Kwanza kwa ligi ya Uganda, yule ndio mchezaji bora Uganda.
na Vipers ndio timu ambayo tuseme ndio timu kubwa Uganda kwa sasa na ndio inaongoza ligi na yeye ndio top scorer mpaka sasa hivi. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye kwa namna yoyote kama una kiongozi kama Engineer Harris lazima utamtarget mchezaji kama yule. Kwa hiyo ni mchezaji mzuri. Anaweza akapata nafasi moja kwa moja kama ataendana na mfumo, kwa sababu kwa nafasi anacheza Alan Okello. Alan Okello anacheza winga ambao anacheza Ikua kwa sasa na Edmund John na Chikola. Lakini pia anaweza kucheza kama namba 10. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa sana akapata nafasi kule kwa Ikua kwa sababu mpaka dakika hii Ikua haja click. Hajipo kwenye mfumo kabisa. Kwa hiyo inawezekana akapata nafasi kule, lakini mbali na hivyo pia anaweza kucheza namba 10 sababu namba 10 mpaka dakika hii haina mwenyewe. Kwa nadhani anaweza akasaidia Yanga. Mchezaji mzuri. Ukimwangalia Aziz Ki, ukamwangalia Faisal, ukamwangalia na Alan Okello, wanaweza kucheza namba 10 lakini hawa wote ni wachezaji tofauti. Aziz Ki ana vitu vyake personal. Faisal ana vitu vyake personal. Alan Okello ana vitu vyake personal. Kwa hiyo huwezi kusema Alan Okello anaweza akafika alipofika Aziz Ki. Hapana. Sababu tusimdai alipofika Aziz Ki, yetu muangalie yeye kama yeye. Kwa hiyo mimi naamini kwa vitu alivyonavyo yeye, anaweza akaipushi Yanga. Anaweza asifike kama Aziz Ki au anaweza akamzidi Aziz Ki. Inategemeana na yeye atakavyojituma kwenye timu. Kwa mimi ninavyomjua, ninavyomtazama Alan Okello, sio mchezaji mbaya, ni mchezaji mzuri. Ana performance nzuri na ataenda kuongeza kitu kikubwa pale kwenye timu Yanga. Afu kizingatia kuna wachezaji wameondoka, yeye akija pale akionyesha uwezo wake, timu itapata kitu. Ana uwezo mzuri na kwa kaliba ya wachezaji walioko pale, uwezo wa kupata nafasi ni yeye mwenyewe, akifanya jitihada mazoezini anapata nafasi. Unajua walimu wakiwa wanataka wachezaji huwa wanaangalia sifa ya mchezaji na aina ya soka wanalocheza. Nafikiri Alan Okello pia anaweza kucheza pale Yanga. Kwa hapo hivi hamna chochote kinachoweza kubadilika, ila nafasi yenyewe anaweza kupata kutokana na atakuwa anaziba pengo ambalo litakuwa limepelea. Nafasi anaweza kupata kutokana na mchezaji alivyo, ila kubadilisha timu ili isogee mbele au endelee zaidi natokana na mchezaji anayekuja, ila kwa huyo mchezaji hawezi kubadilisha chochote. Na hayo ni maoni ya wadau na mashabiki wa soka kutoka jiji hili la Dodoma, makao makuu ya nchi. Umetoka kuwasikiliza mashabiki wakimzungumzia Alan Okello. Nikukumbushe mtazamaji wa Domeko TV, Alan Okello ni mchezaji kutoka nchini Uganda, ana umri wa miaka 25 lakini hajawahi kubahatika kufunga goli hata moja. Amefanikiwa kutoa assist moja wakati akicheza na timu ya Nigeria. Lakini pia mchezaji Alan Okello hajawahi kutoka na kadi nyekundu wala njano. Kutoka hapa Nyerere Square, makao makuu ya nchi na serikali jijini Dodoma, ni mimi Christina Marimbo wa Domeko TV. Na asante sana Christina Marimbo kwa kuweza kuzungumza na mashabiki wa soka kutoka hapo jijini Dodoma. Bila shaka Carol Alfred, umewatazama mashabiki wa soka wanajinadi. Mashabiki bwana, unaona mashabiki wanakuambia Young Africans ni kubwa na wanafanya usajili mkubwa. Ni kweli Alan Okello kwa namna ambavyo unamtazama ni mkubwa kwa Young Africans? Okello kwa namba ambayo anacheza kwa Young Africans wana nafasi naye. Sawa, inaangaliwa nani ambaye anashindana naye. Mtu ambaye anashindana naye katika namba yake moja, Celestine Ekua yuko naye, Edmund John yuko naye. Ukiangalia ukipima hao wote wawili kuna kwamba kwa uwezo Alan Okello anazidi Celestine Ekua pamoja na Edmund John. Ukiangalia Alan Okello zaidi watu wamefahamu kupitia mashindano ya CHAN. Sawa? Kwa sababu mashindano ya ligi ya Uganda haionyeshi, si ndio? Kwa hiyo CHAN ndio imefanya watu wengi kumjua Alan Okello, si ndio? Mashindano ambayo yanafanyika East Africa, Tanzania, Kenya pamoja na Uganda ambao ndio waliandaa CHAN. Kwa hiyo unaona kiwango chake ambacho alionyesha CHAN, pia AFCON kiwango ambacho alikionyesha. Unaona kabisa mtu kama Celestine Ekua amepewa namba, lakini kitu ambacho alisajiliwa aonesha kwenye timu hadi sasa bado hajakionyesha. Kwa hiyo nasi viongozi wameona kwamba bado eneo lile kuna mapungufu, si ndio? Angalia Celestine Ekua sio mchezaji mbaya, umeona ana vitu vingi mguuni, lakini shida yake inakuwa ya mwisho, ile eneo la mwisho, kitu gani afanye ili kuleta impact kwa timu pinzani, ndio amekosa hiyo. Kwa hiyo angalia Alan Okello jinsi sasa hivi ambayo anacheza, ukiangalia goli mengi ambayo Uganda wanashinda, asilimia kubwa, nguvu kubwa, asilimia 40 huwa anatokea kwa Alan Okello. Kama gani na jinsi gani anaweza kucheza na beki timu pinzani, na gani atacheza nao, na gani mshambuliaji wake mipira yeye ambaye itatoka mguuni kwake itafikia mshambuliaji wake. Lakini mtu kama Celestine Ekua amekosa namna hiyo. Sio, umeelewa? Yeah. Hapo tukizungumzia, tukiendelea kwa Young Africans kuhusiana na usajili, hii leo wameweza kumtambulisha mchezaji mpya ambaye ni Depo kutokea Angola. Bila shaka umemfuatilia Karoli kiundani zaidi. Lakini jezi yake imenisikitisha kidogo ambayo amevalishwa Young Africans.
ni jezi namba 29. Bila shaka Dube anavaa jezi namba 29. Imekaje? Lakini mimi nadhani ni wao wamechukua jina ambalo anatumia katika mtandao wa kijamii. Ndio wamechukua. Wakati ipo timu ya Orlando Pirates alikuwa anavaa jezi namba 29. Umeona? Kwa hiyo hata yeye wakati kwenye mtandao wa kijamii jina ambalo atambulika ni jina mwishoni namba 29. Kwa hiyo watu wengi nao wamestuka kuona kwa nini ametambulisha kama ni jezi yake mwisho jina lake namba 29, wakati watu wanajua mashabiki wa Yanga jezi namba 29 anavaa Prince Dube. Lakini ikumbuka mchezaji wa Yanga wao msajili leo bwana Depu. Bwana Depu jezi ambayo wanavaa ambao ametoka jezi namba 29. Kwa hiyo hata jina ambao wanatumia ni Depu_29. Kwa hiyo ile jina ambalo kutoka timu ambayo ametoka nayo tutabidi tunaenda wapi? Kwa hiyo wewe sijua hata jezi ambayo shida sana inakuja, shida nyingine jezi ambayo amevaa uwanjani kwa mazoezi haikuonesha namba ambayo amevaa namba gani mgongoni. Kwa hiyo nahisi watu wengi ndio hiyo sehemu ambapo inafanyaje imeibuka kabisa. Ukiangalia Young Africans Michael wanazidi kufanya usajili sawa, na ukifuatilia kwa tetesi za kiundani zaidi, Depu alikuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wanatazamwa kuletwa katika klabu ya Simba Sports Club. Kwa namna ambavyo wanatazama kwenye hili dirisha dogo la usajili, kila ambacho wanakionyesha ni sahihi kwao kutokana na mwenendo wao kwa hivi sasa. Kwa upande wa Simba ni kwamba ni sahihi kwa kile ambacho wamekuwa wakifanya, lakini nikupe siri moja ni kwamba Simba imekuwa ni timu ambayo kwa sasa hivi na yenyewe haihitaji maneno tena. Ni kama ilivyokuwa Yanga kipindi ambacho inahitaji marekebisho, ilikuwa sio Yanga ya kuzungumza sana, na Simba sasa hivi imekuwa ni hivyo hivyo, sio Simba ambayo inakwenda mitandaoni na kuongea sana, bali mashabiki wao ndio wamekuwa wakiongea sana kuhusiana na timu yao. Lakini ukiangalia uongozi wa Simba umekuwa ni wa usiri sana. Nikupe taarifa moja hapo ni kwamba Jean Charles Ahoua wameachana naye Simba Sport Club. Ni taarifa ndani sana. Ndani wameachana naye. Lakini anaonekana mapinduzi. Hivi taarifa Kaloli alikuwa hivi bila shaka. Ameelekea wanabuni. Kwa taarifa ambazo zinapita kimya kimya, na Simba amekuwa akifanya maboresho. Lakini maboresho ambayo ya kimya kimya ndani ya timu. Na hisi kwenye dirisha hili wanapokwenda kufunga basi wataenda kutambulisha rasmi na kutuambia wachezaji ambao wapo nao. Jambo lingine ni kwamba mashabiki wamekuwa wakiogopa sana kuhusiana na upande wa Simba. Ni kwamba wachezaji ambao wamekuwa wakisajiliwa kwa upande wa Simba ni wachezaji ambao title na ukubwa wao ndani ya timu imekuwa ni kuweza kushtua sana. Ukiangalia mfano kipindi anasajiliwa Eli Mpanzu aliweza kuzungumzwa sana na akatajwa, akaja kuonyesha makali yake. Lakini kwa sasa hivi tena wameachana na Mutale, mchezaji ambaye pia na yeye kwenye usajili alikuwa akitamba sana. Mutale wameachana naye ama ni miongoni mwa wachezaji. Kwangu mimi binafsi nimefuatilia za ndani zaidi kwamba Mutale ni miongoni mwa wachezaji ambao wanatolewa kwa mkopo Simba. Messi wa Simba Sports Club. Sasa unajua kwenye hizi klabu zetu kubwa za Tanzania zilikuwa zinasajili wachezaji na kuwapa mikataba, lakini pale ambapo wamekuwa wakija kwenye timu bila kuonyesha kile ambacho wapo nacho, wamekuwa wakitolewa kwa mkopo, swala ambalo hata wachezaji wao binafsi limekuwa likiwaumiza. Mfano nikupe mfano mdogo, kuna wachezaji kadhaa wapo pale Young Africans waligoma kuelekea upande wa Singida kwa mkopo. Unaona? Sasa ndani waligoma kuelekea kwa mkopo upande wa pili. Lakini kwa upande wa Simba ni kwamba kama ndani ya kikosi timu imekuwa yenyewe ikijitengeneza na kuweza kuhitaji kufanya mambo makubwa kwa siri kwa chini sana. Tunaona Simba Sports Club wamekuwa ni mteja sana wa Azam FC. Na mpaka TRA United wao pia wanazungumza kwa jeuri kwamba hatutochukua ubingwa ila Simba Sports Club lazima tutamfunga. Swali langu hata kwako pia mtazamaji wa Remember TV ambaye unaitazama zaidi ya game, mshindani wa kweli wa Young Africans ni Simba Sports Club ama ni Azam FC? Kama Fred na mtazamaji wetu anaruhusiwa kutoa maoni. Mshindani wa kweli kwenye ligi yetu wa Young Africans ambao ni mabingwa, si ndio? Ni Azam FC ama ni Simba Sports Club? Swali jepesi na jibu lake jepesi inafahamika. Inafahamika kwa wote. Kwa wote. Mechi kubwa ni Simba na Yanga. Azam na Yanga hiyo ni mzima dabi. Hapana, hujanielewa.
Mshindani wa Young Africans. Mshindani ambaye anatakiwa kushindana na Young Africans ni Simba Sports Club ama ni Azam? Kwa mwaka huu. Angalia performance yao hata kwa msimu huu pia. Kwa msimu huu mshindani halisi wa Young Africans ni Young Africans mwenyewe. Hapana. Kwa nini? Young Africans wanashindana na nani? Yanga mwenyewe. Yanga mwenyewe kwa namna gani? Kwa namna gani? Yanga msimu mpira tunamshukuru na bingwa mtetezi. Yeah. Ameshukua kombe akiwa na alama ngapi? Zaidi ya 75. Yeah. Si ndio? Kwa hiyo msimu huu Yanga kama msimu uliopita alichukua kombe kwa zaidi ya alama 75. Kwa hiyo msimu huu Yanga anataka achukue tena kombe. Sasa anaongoza ligi. Kwa hiyo sasa hivi nahisi na malengo yao lazima wavuke ile lengo ambalo wao pote ambazo walifanya walichukua msimu uliopita. Kwa hiyo Young Africans anafanya muendelezo wa shindani. Anashindana yeye mwenyewe kama yeye. Kutoka kule ambao alileta msimu uliopita kuendelea msimu huu. Msimu uliopita sasa alichukua kombe zaidi ya 75. Kwa sasa hivi kama tulichukua 75 zaidi ya alama 75, msimu unataka zaidi tufike sehemu nyingine tofauti na basi sawa, ushindani wa performance ya wachezaji uwanjani. Anashindana na timu ya Simba ama anashindana na timu ya Azam FC? Wachezaji wa jadi. Hiyo ni bora Simba hao wanafungwa na Azam. Kufungwa ni jambo la mchezo. Michael, unakubaliana naye? Ngoja kujibu. Dabi kubwa au mechi kubwa Uingereza ni Manchester United dhidi ya Liverpool. Lakini siku hizi ushindani wa timu mshindani ambaye wakubwa kwenye ligi ni Man City pamoja na Arsenal. Sio leo ndio washindani. Wewe uangalie performance. Michael, mshindani wa Young Africans ni Azam ama ni Simba Sports Club? Unajua kwa upande wa performance ambayo wanayo Azam, lakini pia performance ambayo wanayo Simba ni kwamba ni performance ambazo zimekuwa tofauti sana kwa upande zote mbili. Nikianza kwa upande wa Simba, unajua ukishaongelea dabi ya Kariakoo tayari umeongelea miguso ya watu wengi, lakini pia umeongelea tunasema ile hisia za mashabiki wengi wa soka ndani ya Tanzania. Kwa hiyo tayari unakuwa ni mchezo mkubwa ambao unajaza mashabiki wa kutosha sana uwanjani. Ni moja kati ya mechi kubwa hiyo ya dabi ya kwenye performance za wachezaji, achana na mashabiki. Twende tunafika huko kwa kwenye upande wa performance ya wachezaji. Ukiangalia kwa mchezaji mmoja hata kwenye upande wa kimbinu wa kocha hatuwezi tukawakataa Azam FC. Azam FC wamekuwa na performance nzuri sana. Kwa hiyo moja kwa moja Azam FC ndio mshindani wa Young Africans. Si ndio? Sio moja kwa moja. Ndio au hapana? Ndio au hapana? Anakubali anatoka. Anakuja anaondoka. Unajua zote ni 50 kwa 50. Kwa sababu huwezi ukapingana na Simba, lakini pia huwezi kwa 50 na Azam kwamba ni nani mkubwa. Lakini unamuona Simba anapopata shida kwa Azam, vile vile unamuona Yanga anapopata shida kwa Azam japokuwa anashinda. Bado hajakutana wao wenyewe. Basi sijui mtazamaji anasemaje, lakini mimi binafsi ukiniuliza mshindani wa Young Africans kwa sasa hivi hasa msimu huu ni Azam FC kutokana na performance ambayo anaionyesha. Simba wewe na Michael, Azam ndio mshindani halisi. Michael amesema 50 kwa 50. Na kwa nini hiyo 50 wakati kitu kinaonekana? Kwa hiyo ni Azam ndio anaonyesha ushindani mkubwa kwa Young Africans kuliko Simba. Kwa hiyo na mimi Azam msimu anachukua nafasi ya pili au kama anaweza kama akiendeleza na kile ambacho alichonacho. Anaweza kuwa bingwa msimu huu. Hawezi akawa bingwa, anaweza akachukua nafasi ya pili kwangu mimi binafsi. Au unasemaje? Basi hawezi kuwa mshindani. Simba na Yanga lengo lao kubwa ni kuchukua ubingwa. Azam lengo lake kubwa ni kushika nafasi ya pili. Kwa hiyo hapo mpaka hapo mshindani halisi wa Yanga ni Simba. Sasa Young Africans asipoonyesha performance hiyo nafasi ya kwanza ataichukua. Simba kaonyesha performance nzuri kwa timu gani? Azam, si ndio? Sio timu ambayo na bado imemfunga. Si ndio? Huyo Yanga anaonyesha performance mbovu zidi ya Mbeya City. Sio umeelewa? Lakini Mbeya City alionyesha performance mbovu, lakini angalia mwenendo mzima wa Young Africans. Sawa. Ngoja, Simba kutoa mechi zidi ya Azam. Mechi nyingine ambayo amefungwa au alitoa mechi mechi wanao wameshinda lakini ambayo amecheza chini ya kiwango. Hapana, anacheza kwa ubora wake, sawa. Na ndio maana nimesemaje kwa hizi timu kubwa ambazo tunazichukua hizi tatu, Young Africans, Simba Sports Club na Azam. Mshindani wa kweli wa Young Africans kwa sababu Young Africans ndio timu ambayo inaonekana iko juu zaidi. Hilo tunakubaliana, sivyo? Alipingiki. Je, ambaye anapaswa kushindana na Young Africans kutokana na performance yao kwa hivi sasa, unamtazama ni nani? Yaani competition ya Azam na Simba, alafu ndio uje umshindanishe na Young Africans. Mimi nasimama na Simba. Na Simba. Vijana wa Mangungu. Wewe 50 kwa 50 mimi nitasimama na Azam FC.
Na hivyo ndivyo ambavyo tunatamatisha habari za michezo kitaifa. Tunaenda mapumziko, tukirejea moja kwa moja kuna uga wa kimataifa ambapo tunaenda kumulika fainali ya AFCON, Morocco dhidi ya Senegal. Hii ndiyo sehemu pekee unayoweza kutimiza ndoto za maisha yako. Najua unajiuliza hapa ni wapi? Hapa ni Dodoma Media College, chuo bora nchini Tanzania. Kinakutangazia nafasi za masomo katika ngazi ya certificate na diploma. Kozi zitolewazo ni pamoja na Journalism and Mass Communication na Full Secretarial Course. Chuo kina walimu wa kutosha waliobobea katika utoaji wa elimu bora. Pia chuo kinatoa kozi za muda mfupi ikiwemo Video Production, Radio and TV Broadcasting, Graphics Design, kozi ya Computer pamoja na Full DJ Course. Vitendea kazi vya kutosha kulingana na kozi husika vipo chuoni, na chuo huwatafutia wanafunzi sehemu za kufanya field, na ukifanya vizuri utatafutiwa kazi. Chuo kinapatikana jijini Dodoma, karibu na roundabout ya Bahi Road. Kwa mawasiliano piga simu nambari 0719545301 au 0759154405. Chuo kimesajiliwa na NACTIVATE na kinatambuliwa na Baraza la Habari Tanzania. Tunaingia kimataifa kubwa zaidi, tunaenda kumulika fainali ya AFCON ambayo inaikutanisha timu ya taifa ya Morocco dhidi ya timu ya taifa ya Senegal. Nikwambie tu kwa mtazamaji, kama ndio kwanza unafungulia TV yako, hii ni Zaidi ya Game ndani ya Domeko TV. Michael, tunaanza kwako. Ndio. Kwa AFCON ambayo inaenda kuchezwa fainali siku ya Jumapili, Morocco dhidi ya Senegal. Mara baada ya Morocco kupata ushindi kwenye hatua ya nusu finali, ushindi wa penalty. Si ndio? Alishinda penalty 4-2 bila shaka. Ushindi basi ameshinda. Alishinda jamani. Sio ushindi. 4-2. Ni ushindi. Ushindi. Okay, sawa. Alikuwa anacheza na Nigeria, si ndio? Lakini pia ukija kwa upande wa Senegal ambaye alipata ushindi wa goli moja ambao wao walikuwa wanacheza na Egypt. Sasa unaonaje mchezo wenyewe? Kitu cha kwanza ambacho tunatakiwa tuweze kukifahamu kwamba ilikuwa ni mchezo ambao ukimbizana sana uwanjani, kwa sababu kila mmoja atakuwa anahitaji kuweza kupata ushindi. Na jambo lingine ni kwamba fainali ni fainali, haijalishi mtu amepita vipi, lakini pia amefikaje mpaka ameweza kufika hapo kwenye fainali. Tulikuwa tumetarajia mchezo ambao alicheza Morocco mpaka kufika kwenye fainali ungekuwa ni mchezo ambao wa mkimbizano sana, lakini haukuwa hivyo kutokana na uchovu ambao alikuwa nao mpinzani. Lakini jambo lingine ni kwamba kwa kusema hivyo unamuona Morocco kama ni mwepesi kwako? Hapana. Hapana. Mtu mpaka anafika fainali sio mwepesi. Na hajai kuwa nyepesi fainali kama unavyofahamu. Ni kwamba Senegal na wale vijana ambao wanaona pale, lakini pia uzoefu ambao yuko nao Sadio Mane kwenye kikosi cha Senegal, lakini pia upande wa pili wa Morocco pia natamani sana kuona batu kubwa ambayo itakuwa kati ya Achraf Hakimi pamoja na Sadio Mane hapo katikati. Kama unavyofahamu kuna kijana anaitwa Nicolas Jackson, naye pia yupo kwenye kikosi cha Senegal, kijana ambaye anafanya vizuri sana. Lakini usimsahau Brahim Diaz, na yeye pia ni mchezaji mzuri sana kwenye kikosi cha Morocco. Kwa hiyo utakuwa ni mchezo ambao wa kuvutana sana mashati na kila mmoja akihitaji kuweza kupata ushindi. Kabisa, mwisho wa siku timu inahitaji matokeo. Kwa Morocco na Senegal, yupi ambaye unamuona akiondoka na ubingwa? Kwenye AFCON ya mwaka huu 2025 imekuwa ni AFCON ambayo tofauti sana. Hauwezi ukaitabiri mapema. Unajua hata mwanzo hakuna aliwahi kuamini kwamba Taifa Stars ingeweza kufungwa goli moja na Morocco. Ni hizi. Tena sio kufunga Kanyemo tumefukuzwa. Tumefukuzwa. Taifa Stars. Kutoka wenyewe. Tumefukuzwa Taifa Stars. Sasa malizie. Kwa hiyo itakuwa ni finali ambayo hauwezi ukampa mtu kwamba hauwezi kuipa timu fulani kwamba inakwenda kuchukua moja kwa moja, kwa sababu unaweza ukasema inachukua moja kwa moja afu siku hiyo ikaingia uwanjani siku ya Jumapili ukaona ni timu ambayo, lakini performance ya timu inaonekana tofauti kabisa. Performance ya timu inaonekana. Kwenye performance ya timu na makaratasi yanapoongea unaiona Senegal ikibeba. Senegal ikibeba. Okay, hayo ni maneno ya mchambuzi ambaye ni Michael. Tukija kwako Carol Alfred Winga Kishada. Sasa hapa ndo kateme mate kushoto ufute kulia. Kushoto una Senegal, kulia una Morocco. Waweke kati. Lakini pembeni yangu au mbele yangu iko Taifa Stars ambaye na mimi anausikiaje huyo kashatoka? Na mimi angekaa pale. Angekaa pale. Unajua kuna kitu ambacho watufahamu kwamba Taifa Stars toka itolewe wamekuwa ni wengi sana wanaichukia Morocco. Unaichukia Morocco kiwemo wewe, si ndio? Mimi sio kwamba nasema na mashabiki na ukiangalia kwenye huo mchezo
kuiweka Taifa Stars mbele. Mimi nimesema tu, lakini msinikuwe vile nimesema na okay. Ila ukiangalia kwenye mchezo wa Tanzania wengi wanashabikia Senegal. Sio kwamba wana mapenzi na Senegal, ni kwa sababu ya kunyimwa mchezo wao dhidi ya Morocco. Kwenye uhalisia tu kwa hizi kanda zetu za watu weusi tumekuwa tukishabikia timu ambayo ina ukanda inahusiana na sisi. Kwa hiyo mashabiki wengi wamekuwa wakienda uwanjani, hata kwenye kombe la dunia utakuta ikitoka timu fulani anahamia timu nyingine kutokana na ile upendo wa rangi, lakini pia ile tunasema uhalisia tu na wewe ulikotokea. Kwa hiyo wanasema nyumbani kwanza, ndio maana yake hiyo. Sasa tuzungumzie wachezaji ambao wanaonekana ni wachezaji hatari sana kwenye timu zote mbili. Morocco wakiwa na Achraf Hakimi, lakini Senegal wao wakiwa na Sadio Mane. Unaona ni vita namna gani kwa wachezaji hao? Umesema wachezaji hatari, umtaja Sadio Mane na Achraf Hakimi. Kabisa. Lakini kwa mimi ningesema wachezaji hatari kuna mtu atajwa, lakini ndio mtu ambaye anafanya kazi chafu Senegal, hata Pape Gueye. Sawa. Kwa hiyo kwako ndio mchezaji hatari. Ambaye hatari kwa timu nyingi za ukiangalia mechi nyingi za Senegal. Huyu ndio anakuwa na uchachu ya timu kufanya vizuri. Lakini ukiangalia kwa upande wa Morocco, kwa mtu hata Brahim Diaz. Sawa, kuna uchachu kubwa ya Morocco kufika hapa. Na Diaz kumbukwe, mchezaji ambaye ameweka historia, rekodi ambayo ilikuwa 1969 huko, ambayo mchezaji kipindi hicho ndio mchezaji ambaye alifunga magoli 5 kwenye mechi 5 mfululizo. Yeye anakuja anafanya yeye mwaka wa 2000 na ngapi? Na 26 kwenye mechi na AFCON. Amefunga magoli 5 kwenye mechi 5 mfululizo. Kwa hiyo angalau ni mtu hatari kiasi gani. Lakini Pape Gueye pia mchezaji hatari kwenye kikosi. Lakini Senegal wana nafasi kubwa ya kushinda. Ila changamoto kwenye eneo la mwisho la umaliziaji. Nicolas Jackson mchezaji toka akiwa Chelsea, mchezaji ambaye anaongoza sana kukosa magoli. Sawa. Kwenye nafasi 5, nafasi 6 anafunga goli moja au magoli mawili. Pia hata sasa ameenda Bayern Munich, lakini bado ugonjwa wake, changamoto yake ya kukosa nafasi unaendelea. Kwa hiyo Senegal kama watafanya kazi eneo la mwisho kutumia nafasi. Leo angalia mechi dhidi ya Egypt. Ni uwezo wa binafsi wa Sadio Mane. Sawa. Ni ambao unapiga una deflect beki, unakuta Sadio Mane anaanguka kwenye tumbo na anaweza kufunga. Ukiangalia ni uwezo wa mchezaji mwenyewe, lakini ile tutaweza nafasi nyingi Senegal wanatengeneza. Shida moja kwenye kumalizia, kutengeneza kwa nafasi na kuwa goli. Wakiweza kufanya hivyo, basi Senegal anaweza kuchukua kombe. Kutokana na performance yao. Na kumbuka Senegal ameingia finali ya 3 mfululizo. Si unaelewa? Finali ngapi? Ya 3 mfululizo. 2021 ambapo alichukua, ingia Ivory Coast ambapo alitoka nusu finali na sasa hivi ameingia tena. Sawa, nusu finali ya 3 mfululizo, nusu ya 3 ya nini? Nusu finali ya 3 mfululizo anaingia kwenye mashindano ya AFCON. Kabisa. Kabla hatujaenda kufunga kipindi chetu, kwa mtazamaji ambaye anatazama zaidi ya game ndani ya Domeko TV na ni mwekezaji, ana Morocco, ana Senegal, ampe nani? Sasa nakwambia jiwe siku zote jiwe la kuku alipata mwana. Sawa, unajua sisi watu wengi wanatamani Morocco asifike mbali. Sawa, kutoka mechi ya Tanzania. Lakini watu kiuhalisia sasa mwekezaji mweke kati ampe nani? Mimi nafasi kubwa nampa Senegal. Senegal. Michael? Mimi ni muumini sana wa magoli. Yaani nikishauri kwenye pande ya magoli katika mawili anatoa. Mawili anatoa nani sasa? Yaani ni yote. Yote. Kwangu mimi nitakwambia Morocco kulingana na ubora wake, kulingana na experience na mashindano haya. Bila shaka hivi ndivyo ambavyo tunatamatisha zaidi ya game ndani ya Domeko TV. Natumaini ya kuwa umefurahia na bado unatamani kuendelea kuitazama, lakini siku nyingine tutakuwa hapa kukupa madini kindakindaki ya kimichezo. Karol Alfred Winga Kishada alikuwepo hapa kukupa madini ya kimichezo. Michael naye alikuwepo hapa kuchambulia na wengine wote ambao wameweza kuifanikisha zaidi ya game.